Mnauliwa Kenyan women amkeni na tafadhali I want you to hit my verse. Usijaribu kuscroll kama wewe ni mwanamke ama mwanaume pia, because I know you have a wife, uko na sister. Mnauliwa na saratani iko on the rise na ile upangaji uzazi mnatumia. Allow me to speak in Swahili till the end kwa sababu tuna try ku allow hii video iende till the end. Saratani, kama unajua unatumia sindano ya miezi 3, tunaita depo, unajiitia saratani ya akili. Kama unatumia implants hizi za kudunga, unajitia nini? Saratani ya matiti ama saratani ya ufuko ya kizazi. Tafadhali I want you to listen to me cause naongea from a point of experience, not yapi. From experience and not even from literature. Yes, we learn these things in school, but kwa field is the truth. Na tuko in a system whereby they cover vitu zinaendelea. They'd rather treat instead of going to the root of the problem. So mimi niko radhi nikuambie upangaji uzazi itakuja kukumaliza. Kuna hizi infections zenye ziponi. A lady is very tembei nje but infections kila siku mnatibu. Did you know that kuna upangaji uzazi some types zenye zinaweza fanya hauwezi ishiwa na infection, especially wale watu wanatumia za kuingiza. Kuna hata hizi za kudunga zitakuletea infections zenye ishi. So ladies, kama uko na masikio, nasema masikio mawili, shika hivi. Kama uko na masikio mawili, mimi na deal na wanawake, na unajua kwa nini to treat like pandemic? Because utasikia mama mmoja alikufa leo, mwingine Kisii. Utapata like in the country in a day hata we are losing like 50. That's a very underrated statistic, 50 women from hizi vitu. So nisikize tafadhali, sijui tutafanya nini. Mimi naona tukileta vichwa zetu kama wanawake ama Kenyans wengi, we can find a solution. So kama unapanga uzazi, nataka ujue uko 50-50, hata sometimes 70-30, that unaweza end up na saratani hata kama ni akili, na inaitwa meningioma. Na the question is mbona bado watu wanadungwa shindano ya miezi 3 ama depo? Cause in other countries it has been banned, but Kenya mbona wanazidi kudunga watu? Na nimesikia there is a war between doctors na herbalists, and nowadays mimi nilishajitoa kwa hiyo kitu cause I feel like watu wawili kipigana wanasema fahali wawili wapiganapo ni nyasi umia. So let's prove. Mimi naambia herbalist ama kama ni daktari, tupatane kwa field ama kwa uwanja na results. Sema mtu alizunguka na H pylori, nilienda kwa Dr. Spice akanipea dawa ikaisha, nilienda kwa Nola akanipatia ikaisha. We want results because results are there. I think that's why they are panicking, because unapata mtu amezunguka kwa usi na H pylori ama UTI even for 10 years, anaenda anapata tu herbalist ama spice anamaliza hiyo ugonjwa. So it's high time for us to wake up and smell the coffee and tuanze kufikiria na akili. And I think this is also a learning opportunity kwa hawa madaktari pia waone venye tunaweza collaborate and how best tunaweza shikana for betterment ya health ya watu wetu. Na pia tuna understand system ya madaktari ni nani, ni aroka nani, mnamuelewa. So anybody thinking na matako yake kama wakina health somebody, those people don't know what they're doing. So wewe kama uko na akili yako na Mungu alikuumba, mwambie kupatie wisdom ya kujua nani ni ukweli na nani ni uongo, na mjue madawa ya kila siku. We don't recommend for heal and then move on.